Amen. Inamisha kichwa chako mahali ulipo. Baba, ninakushukuru maana wewe ni Mungu na hakuna wa kulinganishwa na wewe. Asante maana ninajua unaenda kutenda. Ni wakati tunapoenda kusikia neno lako. Tawala na utamalaki. Najisalimisha mikononi mwako Bwana, ukanitumie tu kama chombo, maana mimi peke yangu siwezi. Wacha ujumbe utakaotoka mahali hapa Bwana ukawe ni kwa ajili ya nguvu zako. Wacha wana na binti zako wakapokee, watayarishe mioyo yao na nafsi zao na ujumbe huu Bwana ambao unaambatanishwa pamoja na meza takatifu. Bwana, tukaushuhudie utukufu wako na ukatende. Teka anga ya mahali hapa Bwana na ukaimiliki, maana wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba na kuamini. Amen. Unaweza kukaa mahali ulipo. Nataka niende kwa dakika chache tu ili Mungu akajipatie utukufu. Amina. Leo ni siku ambayo katika kalenda ni Jumapili ama siku ya kwanza ya juma ambapo Mungu anaenda kudhihirisha utukufu wake kwa ajili ya wanadamu. Fungua nami katika kila kitabu cha Marko 16 kuanzia huo mstari wa kwanza. Mwambie mwenzako lipo tumaini. Mwambie leo tunaenda kupokea tumaini. Mwambie leo tunaenda kupokea neema ya kukutana na Yesu. Amina. Kitabu kile cha Marko 16 mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 4 nitasoma. Inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Amen. Walipokuwa wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kumpaka Yesu mafuta, wakijua ya kwamba ni siku ya tatu, Biblia inasema ya kwamba Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake Yakobo pamoja na Salome walikuwa wakitembea njiani, huku wakisemezana wao kwa wao, hivi tunaenda na sisi ni wanawake na tuliona kabisa lile jiwe lililokuwa limewekwa mahali pale. Hivi ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe? Maana bila lile jiwe kuondolewa hatuwezi kumwona Yesu. Amen. Mioyo yao ilikuwa imejaa hali ya kutaharuki. Wanasema ni kweli tunaenda, lakini ya kwamba sisi tumeshikana wanawake watupu, na lile jiwe lililowekwa mahali pale tuliliona kwa macho ya kwamba ni zito na ni kubwa mno. Sasa tutakapofika mahali pale, ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe? Wewe kama umeingia mahali hapa, lakini kuna hali ambayo unaiona ni kama ilikuwa haiwezekani. Unaona kuna hali ambayo unaona ni kama hata ufanye nini ni kazi bure. Nataka nikwambie mchana wa leo, lipo jibu. Haleluya. Lipo jibu. Mama yule ameingia mahali hapa katika ile hali aliyoingia nayo hapa ya unyonge na udhaifu, katika yale mambo ambayo anayapitia. Hakujua ya kwamba akiingia mahali hapa, maana anasema hii hali yangu katika vile ambavyo nimeng'ang'ana, nimefika mahali nimelemewa, nimefika mahali nimechoka. Lakini asilolijua ni kwamba alipoingia tu mahali hapa, jiwe
alikuta limefanya nini? Limevingilishwa. Haleluya. Ile shida ambayo ilikuwa inakutatiza, nataka nikwambie mchana wa leo ya kwamba malaika wametangulia. Kwa sababu gani? Umepatikana katika nyumba ya Bwana. Asubuhi tumesoma ya kwamba sababu ya Ijumaa kuitwa Good Friday ni nini, na tukaambiana ya kwamba katika Ijumaa zote ambazo zimeorodheshwa katika kalenda, hii Ijumaa ambayo imeandikwa Good Friday, Ijumaa njema, ni Ijumaa iliyobadilisha maisha ya mwanadamu. Sasa wacha kubadilisha maisha ya mwanadamu hiyo Ijumaa. Jumapili asubuhi ambayo ni siku ya kwanza ya juma, Biblia inasema ya kwamba mauti ilimezwa. Mauti ilimezwa. Na Biblia inasema ya kwamba yuhai Jehova, yuhai. Mataifa washangilie, yuhai Jehova, yuhai. Haleluya. Ukisoma katika mstari wa 9, Biblia inasema naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea wa kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia, akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yuhai naye amemwona, hawakusadiki. Amen. Nataka nikwambie mchana wa leo, haijalishi ulidharauliwa mara ngapi, haijalishi ulidharauliwa mara ngapi, haijalishi umeonekana kwa mtazamo wa kiaina gani. Amen. Haijalishi safari yako ya wokovu imekuwa criticized namna gani, lakini Biblia inasema mchana wa leo, walipoachana Mariamu Magdalena pamoja na Mariamu mama yake Yesu pamoja na Salome, walipofika mahali pale wakakuta kaburi liko wazi, jiwe limebiringishwa, Yesu hayumo humo ndani. Biblia inasema walichukuana kila mmoja njia yake, wasijue kile watakachokifanya, na kila mmoja kaenda njia yake. Lakini Biblia inasema mchana wa leo, walipokuwa wameachana, Mariamu Magdalena, mwenye ambaye alikuwa ametolewa pepo, mwenye ambaye watu walikuwa hawadhani, wenye walikuwa watu hawatarajii, huyo ndiye aliyetokewa wa kwanza na Yesu. Wangapi wanajua historia ya Mariamu Magdalena? Historia ya Mariamu Magdalena ilikuwa mbaya. Amen. Ni yule mwanamke aliyekwenda kulia miguuni kwa Yesu, machozi yakatiririka miguuni mwa Yesu, akachukua nywele zake na uzuri wote huo akazifutia nyayo za Yesu. Haijalishi ni mahali gani ameingia, haijalishi ni mavumbi kiasi gani amebeba, lakini akachukua zile nywele zake. Hakuna kitu wanawake wanapenda hii dunia kama nywele zao. Amen. Hakuna kitu hii dunia wanawake wanapenda kama nini? Kama nywele. Bora agongwe na gari lakini asipate matone kwa nywele. Sio kweli? Bora agongwe na nini? Na gari lakini asifanye nini? Asinyeshewe na mvua. Sasa bidii yote ile aliyokuwa anaifanya, mpaka akatoa mafuta yaliyokuwa very expensive, wanafunzi wa Yesu wakaanza kumpiga mahesabu, jinsi anavyomwagwa miguuni, jinsi wanavyoona ni kama yanapotezwa, jinsi wanavyoona ni kama yanaharibiwa, lakini yeye akaona hiyo kwake si kitu. Naye Yesu akamtamkia akamwambia ya kwamba umesamehewa dhambi zako zote. Wale waliokuwa pamoja nao wakamwambia, lakini mtu huyu
awezaje kusamehe dhambi, na yamkini angemjua mwanamke huyu asingethubutu kukaa naye karibu. Amen. Kuna watu wamezungumziwa mengi juu yako, kuna watu wameongeleshwa mengi juu yako. Huyu mama usishikane na yeye, huyu mama usikae karibu na yeye, huyu mama usitembee pamoja na yeye, huyu mama ni kama kisirani. Nataka nikwambie mchana wa leo, wale waliopita kisirani, wale waliosema ya kwamba haustahili, wewe ndiwe Yesu atakaye kutokea wa kwanza badala ya wao. Biblia inasema katika version zingine ama katika vitabu vingine vya Injili, Petro ndio mtu wa kwanza hakuamini. Baada ya kuambiwa na Mariamu Magdalena ya kwamba nimekutana na Yesu na yuko hai na ninawaletea habari, Petro ni mtu wa kwanza ambaye hakuamini, akajitoa mwenyewe, akaenda mpaka kaburini akahakikishe. Yaani hata wao walishangaa, kwa nini amtokee huyu mama? Kwa nini asitutokee sisi? Anakuambia tukakae tumngojee, anamtokea huyu mwanamke. Ni kwa sababu gani? Haleluya. Nataka niwaambie siri moja. Yesu alimtokea Mariamu Magdalena wa kwanza kwa sababu Mariamu Magdalena alikuwa amejitoa na mali yake yote. Wanafunzi wa Yesu walikuwa mabarobaro, walikuwa na nguvu za kuzuia watu wasisongee, lakini walichokuwa hawana ilikuwa ni senti za kufinance, za kusimamia hiyo huduma. Kwa hivyo ilipofika wakati wa kusimamia huduma, Mariamu Magdalena na mali yake yote alijitoa kwa sababu ya Bwana. Nataka nikwambie mchana wa leo, jitoe sababu ya Bwana, Bwana akutane na wewe. Amina. Jitoe kwa sababu ya Bwana, Bwana atakutana na wewe. Hakuna njia nyingine ambayo anaweza kukuliwadi isipokuwa ni kukutana na wewe. Haleluya. Mariamu wameenda wametazama, wamekuta hayuko, wakashika kila mtu njia yake. Wamama watatu wamechanganyikiwa, wanaambiana asije akawa ameibiwa, lakini malaika akawatokea akamwambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai? Sasa yule malaika alipowaambia kwa nini mnamtafuta aliye hai, hakuwaelezea zaidi, akawaacha wabaki na hayo maswali. Na walipoachana mahali pale kila mtu njia yake, Mariamu Magdalena akaenda kuwapasha habari wanafunzi wa Yesu. Na walipokwenda kueleza hiyo habari, hawakusadiki, hawakuamini, mpaka ikafika mahali ambapo Petro aliamua kutimua mbio kwenda kuhakikisha kaburini. Ndio hawatakuamini hata kuambia ni Bwana amenitendea, ni Bwana amenionekania. Kuna watu hawatakuamini, wataona ni kama ni njia ya dhihaka, wengine wataona ni kama umependelewa na mtu mwingine. Hawataamini ya kwamba ni Yesu, ni Bwana amekutendea. Haleluya. Kuna watu hawataamini, kuna watu hawatabeba hilo jambo ya kwamba kweli umekutana na Yesu. Ninapoenda kumaliza, maana sitaki kuweka watu leo sana. Nataka tuangalie kitabu kile cha Luka. Kigiriama anamhitaji Lucas. Luka. Kigiriama anamhitaji Lucas. Amen. Luka 24 kuanzia mstari wa 13 nitasoma. Angalia yale mambo ambayo yanatendeka hapa sasa. Luka 24:13 inasema, na tazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu, kama mwendo wa saa 2.
nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe aliwakaribia akaandamana nao. Sasa vile wale wanaenda wakiongea wakiwa wawili, Yesu nao akafanya nini? Akawajoin. Lakini kilichotendeka ni nini? Aliendelea hapo, macho yao yakafungwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, kawaambia, je, wewe peke yako tu umgeni katika Yerusalemu, hata uyajui yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadhaa wa kadhaa na wa kwetu walitutisha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema. Kwa hivyo hizo habari za kuwa hayupo, hata kuna wengine ziliwatisha, wanashindwa ameenda wapi. Wengine wakawa wanasema ameibiwa, wengine wanasema wamemficha ili aseme amefufuka na hatumuoni hapa kaburini. Lakini watu hawa wawili wanasema wanawake kadhaa walienda kaburini asubuhi na mapema, na kilichotokea walitupa habari ya kwamba hayumo. Kwa hivyo habari hiyo ikatutisha. Amen. 23. Walienda asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Kaingia ndani akakaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Amen. Wakatambulika, kisha akatoweka. Amen. Akatoa mkate akawapa. Walipokula ule mkate, macho yao yakafumbuliwa, wakamwona kweli ni Yesu. Na baada walipomtambua, akafanya nini? Amen. Kuna mtu atafumbuliwa macho siku ya leo. Amen. Leo siku ya kwanza ya juma, kuna mtu atafumbuliwa macho. Ile meza utakayokula utafumbuliwa macho. Kuna mambo utaanza kuyaona kuanzia leo ambayo ni tofauti na vile ulivyokuwa unatarajia. Amen.
Amen. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Amen. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wameona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, shikeni mwone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata muvikwe uwezo utokao juu. Kaeni humu mjini, kaeni ndani ya nyumba ya Bwana, kaeni katika kanisa la Bwana, kaeni katika ushirika, kaeni katika upendo wa Kristo mpaka mupokee uweza wa Bwana. Amen. Akaumega mkate akawapatia, na walipokula wakafumbuliwa macho, wakaanza kumwona, wakasema, huyu kweli ndiye. Hata vile tulikuwa tunaongea naye njiani, hivi kumbe hatukujua, hivi kumbe hatukufahamu, mpaka sasa ndio tumegundua na ndio tumejua ya kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Simama mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo.